Nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania yani Taifa Stars, namzungumzia Bwana Ali Samata, ameongea mambo mazito kweli kweli, na hii yote ni katika chachu za kujenga pamoja na kurekebisha, lakini pia kuweka sawa pale ambapo kuna mapungufu, haswa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na faida kubwa na burudani ya soka ya hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na barani Afrika. Samata amefunguka kwa kina na kuongea mambo mazito yaliyoweza kuwagusa pamoja na kuwataka washabiki pamoja na wachezaji wote wawe jambo moja ili tu kujenga mafanikio ya timu husika. Sasa panapokuwa na mafanikio ndipo ambapo timu inazidi kukua na kufika mbali. Timu inapofika mbali ndipo ambapo tunaona virabu vya soka vikipambana na kuendelea kujiimarisha na kukaa sawa kiuchumi. Sasa mimi nikwambie kwamba kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, kabla sijakupa yale ambayo Samata ameweza kuyashare kwa klabu ya Yanga, hakikisha kwanza umegusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe ili usipitwe na kuachwa na habari pamoja na matukio yote ya muhimu. Sasa Samata kama mchezaji ambaye anachukuliwa ni kama mfano wa kuigwa, lakini ni icon ambaye ana muda mrefu amekuwa akicheza soka la nje ya mipaka ya Afrika. Samata ana ujuzi, experience pamoja na ufahamu wa hali ya juu kuhusiana na soka la nje, nini kinachotaka, lakini pia ni nini ambacho kikiimarishwa kwa hapa nyumbani Tanzania, mambo yatakuwa bulbul, yani mambo yatakuwa mazuri na vipaji vingi tutatarajia kuviona vikivuka mipaka na kwenda nje ya Afrika, kwenda kujitafutia ugali na kutengeneza nafasi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Sasa lengo kubwa ambalo Samata ametaka watu wengi walifahamu ama wachezaji waweze kujiwekezea ni kwanza kuwa na nidhamu ya kile ambacho wanachokifanya. Katika maisha ukiwa na nidhamu katika jambo ambalo unalifanya, Samata amesema ni njia pekee ambayo inaanza kukufungulia mafanikio. Mafanikio huwa hayaji kwa urahisi. Hivyo basi ili mtu uweze kujijenga kimafanikio lazima kwanza uwe na nidhamu. Samata amegusia wachezaji wengi waliofanikiwa kimataifa na wale ambao tunawasikia ni wenye majina makubwa duniani wamefanikiwa sababu ya nidhamu kuiweka kipaumbele. Lakini amewasihi wachezaji wenye asili ya kinyumbani Tanzania, hasa akizungumzia timu ya wananchi Yanga, kwamba kumekuwa na mfululizo wa Yanga kusifika kuwa ni klabu bora, na hii si kwa maneno tu bali ni kwa vitendo, ushahidi pamoja na takwimu na rekodi za kibabe ambazo Yanga wameziweka katika mfululizo wa misimu hii. Hii ni ishara kwamba kuna mabadiliko makubwa yamezingatiwa klabuni Young Africans, na jambo hili huwa linasababishwa na kukubaliana na ukweli. Panapokuwa na mapungufu na watu wakakaa chini wakajadili na kuweza kuyaweka sawa mapungufu, licha ya kuwa binadamu hatuishiwi mapungufu, lakini kwa kitendo cha kukaa chini kuwekana sawa na kuseti kila kitu kikawa katika njia iliyokuwa sahihi, jambo hili huwa linapelekea mabadiliko yaliyokuwa chanya na yenye matunda ambayo yana faida kubwa kweli kweli. Jambo lingine la msingi ambalo Samata ameweza kuligusia pia ni swala la umoja pamoja na kushikamana. Panapokuwa na mshikamano na umoja huwa panapelekea mafanikio yaliyokuwa ya hali ya juu kwenye timu. Na ndio maana hata tunaita timu za soka hizi. Hii yote imetokana na mfumo ama na neno la kujumuika, kushikamana na kuwa na umoja. Hivi basi mambo haya yakizingatiwa, kukiwa kuna timu yenye kuzingatiwa na watu kuelewana, binadamu kupishana ama kukosana ni swala la kawaida kwenye maisha, lakini panapokuwa na matatizo watu hurekebishana, kuwekana sawa katika namna moja ama namna nyingine, na hivi ndivyo ambavyo watu huwa wanaishi na mipaka inazingatiwa.
Sasa kwa mujibu pia wa Samata ameongelea zaidi kuhusiana na jambo la hard working. Wachezaji wengi wamekuwa wakiamini kwamba talanta zao ama vipaji vyao ndio vinatosha, lakini bwana, vipaji pekee havitoshi kuweza kukufikisha katika malengo yako makubwa uliyojiwekea. Kwa mchezaji ambaye anaishi kimalengo na ambaye ana mafanikio na mwenye ndoto za kupiga hatua kubwa katika maisha yake ya football, ni lazima awe hard worker, mchezaji ambaye anajituma kwenye mazoezi, lakini pia kila siku awe anafanya vitu vinavyohakikisha kwamba atanoa kipaji chake. Lakini ukiwa mtu wa kuridhika na kuona kwamba mimi hapa nimetosheka, kwamba nina kipaji, ninaweza kucheza mpira, ninaweza kukava vizuri nafasi yangu, basi sina haja ama ulazima wa kufanya mazoezi mara kwa mara, ama aidha mazoezi ya kutaka kujifunza zaidi vitu vipya na mambo kama hayo, basi unakuwa uwezi ukapiga hatua kubwa. Akajitolea mfano yeye mwenyewe binafsi kwa miaka ya nyuma alivyokuwa. Hakika yeye amekuwa ni mchezaji ambaye binafsi anajipongeza yeye mwenyewe, hasubiri mpaka mtu amsifu ama ampongeze. Yeye binafsi kwa juhudi anazozifanya na matunda ambayo amekuwa akiyatengeneza na kuyapata, anajishukuru yeye mwenyewe, lakini pia na anajipongeza kwa kujituma na kuzungumza na nafsi yake katika kufanya jitihada ama juhudi za kupambania career yake ya soka mpaka hapa ambapo alipofika. Anaamini kwamba ni baraka alizopatiwa, lakini jitihada na juhudi ambazo ameziweka zimemfanya kufika hapo ambapo alipo. Unaambiwa jisaidie halafu usaidiwe. Sasa usipokuwa mwenyewe ni mtu ambaye unajituma ama kujitoa kwenye mambo yako, unadhani ni nani ambaye atakuja kukusaidia ama kujitoa kwenye mambo yako? Na hii ndivyo ambavyo Samata pia ameweza kuliongelea kwa kina zaidi, lakini akazungumzia pia swala zima la upendo na kuweza kuelewana baina ya wachezaji. Panapokuwa na upendo, jambo hili huwa linapelekea kuwa na ule msimamo na true love. Mchezaji mmoja akitokea amepatwa na kitu ama anapitia changamoto fulani, inakuwa ni rahisi kwa wengine kuweza kumwelekeza ama kumrekebisha, lakini panapokuwa hapajatengenezwa ile love and peace, panakuwa na matatizo. Hata ikitokea kitu, mtu huwa ni ngumu kumface mchezaji mwenzake na kumwelekeza jambo lolote ambalo litatokea. Lakini pia ameongea mengine zaidi ya kiuongozi ambayo yanatakiwa yawekwe sawa na kuweza kupangiliwa, kama vile kuweza kutopendelea wachezaji, kutazama zaidi nani anastahili, lakini sio ambaye wewe unamkubali. Tukifanya hivi, basi siku moja tutafika mbali zaidi kimataifa.